zangu katika Kristo, somo la kwanza limetoka katika kitabu cha Matendo ya Mitume. Petro akiwa pamoja na wenzake siku ile ya Pentekoste alitoa hotuba. Na kama tunavyojua, kabla ya Pentekoste mitume walikuwa na hofu kubwa, walikuwa wanajifungia. Lakini siku hiyo baada ya kushikiwa na Roho Mtakatifu walipata ujasiri wa ajabu na wakaanza kuhubiri habari za Kristo aliyefufuka. Kwa hiyo Petro anajaribu kuwasisitizia watu wamwongokee Kristo. Kwenye hotuba yake anawahimiza watu wamwongokee Kristo, na alijaribu kueleza kwamba Kristo alikuja, Kristo alikuwa mwema, lakini watu wabaya wakamuua, lakini Mwenyezi Mungu alimfufua na kumfanya Bwana. Ile hotuba aliyotoa Petro siku hiyo iliwagusa watu mioyo yao, iliwagusa katika mioyo yao, na wakaanza kumuuliza na kuwauliza wale mitume, sasa tufanye nini ndugu zetu, tufanye nini? Ile hotuba ilipenya katika mioyo yao, na wanaanza kuwauliza wale mitume, tufanye nini? Basi yeye na mitume wenzake wakawaambia watu kwamba watu watubu, wabatizwe kwa jina la Yesu Kristo, waondolee dhambi zao, na watapewa kipaji cha Roho Mtakatifu. Na tunaambiwa kwamba watu 3,000 walimwongokea Kristo, watu 3,000 walibatizwa. Fikiria siku hiyo moja mahubiri yalivyogusa watu 3,000 wakabatizwa. 3,000 ni kundi kubwa. Kwa hiyo yale mahubiri kwa kweli aligusa mioyo ya watu, na watu wakaamua kumrudia Mungu, kujuta dhambi zao, kubatizwa na kadhalika. Ndugu zangu, ndivyo tunavyopaswa kufanya kila siku au kila Dominika. Padri anasimama hapa anawahubiria waamini, na kazi ya padri ni kuwaelekeza watu kwa Mungu, kuwaelekeza watu kwa Mungu, ndio jukumu la padri. Je, haya ambayo yanayosemwa hapa, yale ambayo mapadri wanayotuambia kwenye mimbari hii, inatugusa mioyo yetu na kujuta dhambi zetu na kumwongokea Mungu? Ni kitu cha kujiuliza hicho. Padri pengine anakuja hapa anasema, jamani, wale watu ambao wanaishi pamoja kama mume na mke na hawajafunga ndoa, jitahidini mfanye nini? Jitahidini kurekebisha hali yenu, mje mpate mafundisho, mfunge ndoa. Ni wangapi fundisho kama hilo linawagusa katika mioyo yao? Au watu wanaendelea na mtindo huo tu wa maisha, siku zinakwenda, miaka inakwenda, wamekaa tu pamoja bila sakramenti. Hawa wasikilizaji wa mitume, yale mafundisho yalipenya katika mioyo yao. Tufanye nini? Wakajuta. Ni wangapi hao kama ambao nimewataja, ambao wanaishi hayo maisha bila sakramenti, wanaguswa na puto namna hiyo, wanamrudia Mungu na kurekebisha hali yao? Ni wangapi? Au pia kuna watu ambao huwa wanajipatia labda kipato kwa njia ya udanganyifu, kwa njia ya udanganyifu, watu matapeli na kadhalika. Maana ulimwengu sasa hivi kuna matapeli tu, kuna watu ambao wanajipatia kipato kwa njia ya utapeli, na
tunahubiriwa kila siku kwamba kwa kweli udanganyifu, utapeli sio jambo jema. Ni wangapi inawagusa hiyo wakaacha mtindo huu wa maisha? Wangapi? Siku hizi pia tunasikia mambo ya ukatili katika familia zetu. Ukatili upo. Mzazi anaweza kuwa katili kwa mtoto wake mwenyewe, yaani mama anakuwa katili kwa mtoto wake aliyemzaa, katili kabisa kwa mtoto wake. Nasikia adhabu za ajabu ajabu, mtoto anamwagiwa sijui nini mafuta ya taa, alafu anawashwa mikono yake, alafu anawashwa kwa beriti. Mama mzazi anamfanya namna hiyo. Au anachukua sijui kisu au kitu gani, anaweka kwenye moto, alafu anamwambia lete miguu yako hapo, alafu kitu nani hicho kisu au niki na moto mkali, ile kimeshakuwa na joto kali, alafu ananani kwenye mapaja kitu namna hiyo. Yaani mzazi anamfanyia mtoto wake ukatili wa namna hiyo. Au kwenye majumba yetu kuna wale tunawasema wasaidizi, house girls, wasaidizi. Hivi hawa tunawatendeaje hawa? Kila siku tunaambiwa kwamba tuwatendee wengine mema, ndivyo tunavyoambiwa, tuwatendee wengine mema. Lakini utakuta katika familia nyingine hawa wanateseka, hawa ni kama watumwa, fanya kazi kama punda, hapati mshahara wake inavyotakiwa. Na hata wakati mwingine utaona wakati wa labda chakula, hawa ambao wanahangaikia, hii familia ambayo inahangaikia, wanakaa kwenye meza na nini, alafu yeye ataambiwa kakae kule chini sakafuni ale chakula huko chini. Wengine wamekaa kwenye meza ambaye amewapikia, ambaye anahangaikia, yeye atalia huko chini, ninyi mnakaa kwenye meza. Ya namna hii vipo wako wanaoteseka sana. Sasa kila siku tunaambiwa kwamba tuwatendee wengine mema. Sasa huyu mtu anamtendea mema, kwa nini usimfanye kama mmoja wapo watoto wako, akaishi kwa furaha kama watoto wako? Hapo utakuwa umefanya jambo jema. Hapo utakuwa umefanya nini? Umeguswa na neno la Mungu, ukatubu, ukasema simtendee tena mtu namna hii, ngoja nimtendee kama binadamu mwenzangu, aishi vizuri kama wengine. Kwa hiyo kuna mengi ambayo kwa kweli kila wakati mapadri wanatuhubiria hapa, mara ngapi anatugusa kama hao walivyoguswa naye mafundisho ya mitume, wakatubu, wakabatizwa na kupokea Roho Mtakatifu. Tujitahidi ndugu zangu wapendwa, kuguswa na kinachohubiriwa na kufanya kujirekebisha katika maisha yetu. Tusibakie tu na hali ile ile ya dhambi na nini, hapana. Hayo mafundisho yatuguse na tumrudie Mungu. Katika somo la pili, barua ya Petro kwa watu wote, Petro anaonyesha waziwazi kwamba sisi ambao tuliobatizwa tunapaswa kumfuata Kristo, tutende mema na pia kukubali mateso. Kwa kumwiga nani? Kumwiga Kristo. Kristo mwenyewe alikuwa mwema, Kristo mwenyewe alitenda mema, Kristo mwenyewe aliteseka sio kwa ajili ya dhambi zake, kwa ajili ya dhambi zetu sisi. Sasa na sisi ambao tuliobatizwa katika jina la Kristo, tutende mema kama Kristo alivyotenda mema, alafu pia tukubali mateso katika njia ya ufuasi. Tukubali mateso. Mkristo asiyekubali mateso, huyo ni Mkristo wa wasiwasi, Mkristo hajazama ndani mwake, kwa sababu mateso ni sehemu ya maisha yetu ya Kikristo. Kwa hiyo Mkristo lazima ukubali kuteseka, lazima ukubali kuteseka. Na neno la Mungu linapopenya katika moyo wako, linakufanya uishi maisha ambayo kwa kweli wakati mwingine mateso yatakuwepo na unayakubali. Kwa mfano wa mtu ambaye labda ana nyumba ndogo, nyumba ndogo, mwanamume ana nyumba ndogo. Sasa na mwanamke
hatusemi nyumba ndogo. Mwanamke kama ana mtu mwingine huko, hatusemi nyumba ndogo, ila atakuwa na mwekezaji. Huyu mwanaume ana nyumba ndogo, mwanamke ana mwekezaji huko. Sasa huyu ambaye ana nyumba ndogo, kuna yale ambayo pengine hayafaidi kwenye nyumba ndogo. Huyu ambaye ana mwekezaji, kuna ambaye anayeyafaidi kwa huyu mwekezaji. Huyu mwekezaji labda anamiminia mihela tu na kadhalika na kadhalika. Haya, huyu nyumba ndogo, kuna ambaye anayefaidi kwenda na nyumba hiyo ndogo. Sasa unaambiwa kwamba hapana, sio hivyo. Kwa hiyo kuacha huu uwekezaji au kuacha hii nyumba ndogo na kuanza kuishi vizuri, tayari kuna mateso ambayo yatakuwepo, kwa sababu ulikuwa na faidi hiki, sasa hutakifaidi tena. Sasa ndio hicho ambacho Petro anatuambia kwamba katika kumfuata Kristo lazima tukubali mateso. Huwezi kukwepa mateso. Na kuna mahitaji pia katika tunapokaa. Wako watu ambao ni wahitaji, labda wewe umeshapanga bajeti yako kwamba nitafanya hiki na hiki, manunuzi labda ya mahitaji ya nyumbani au si nguo na kadhalika, lakini amekuja huyu mhitaji ambaye ana shida kubwa. Basi ikabidi ufanye nini? Ukate yale mahitaji yako kwa ajili ya kumsaidia huyu mwenye shida. Tunaona tayari hapo utakuwa fanya nini? Utakuwa umeteseka kiasi, kwa sababu ulikuwa umeshapanga bajeti yako ili uishi vizuri. Sasa amekuja mwenye shida ukamsaidia. Tukubali mateso, anatuambia Petro. Lazima tukubali mateso kumfuata Kristo. Kwa hiyo ndugu zangu, Mkristo ambaye anakataa mateso, huyo ni Mkristo wa wasiwasi. Njia yetu ya ufuasi ni njia ya mateso. Kristo mwenyewe ambaye hakuwa na dhambi aliteseka. Sasa sisi ambao ni wa dhambi, sisi ambao ni wa dhambi, kwani tusiteseke? Injili ya leo ndugu zangu inahusu mchungaji mwema. Kristo yeye anatuambia kwamba yeye ni mchungaji mwema. Kondoo wake wanamjua na yeye anawajua kondoo zake, na kondoo wake wanaisikia sauti yake na wanamfuata. Amesema hayo kwa sababu katika muktadha wa wafugaji kule Palestina, Israeli huko, kwamba wafugaji, mtu una mifugo yako kadhaa, yule mchungaji ana mifugo yake kadhaa na kadhalika. Basi napofika jioni wanaweka mifugo yote pamoja, wanaiweka pamoja. Mimi na kondoo 10, 20, mbuzi wangapi, haya na yule hivyo, lakini wote wanahifadhiwa pamoja eneo moja. Alafu anakuwepo na huyu mchungaji mmoja tu ambaye atakuwa anafanya nini pale? Atakuwa anawaangalia wale wachungaji wengine ambao wameacha mifugo yao pale, wanaenda zao, alafu baadaye kama ni hiyo kesho asubuhi atakuja. Sasa mimi kwenye hili kundi kuna kondoo kadhaa wa kwangu na mbuzi kadhaa wa kwangu. Kwa hiyo napiga mbuzi fulani, basi atachomoka huko atakuja na kufuata, kwa sababu ameshajua sauti yangu. Mwingine mchungaji mwingine ana namna yake kupiga mbuzi huko na nini, wale wa kwake wanamfuata. Kwa hiyo kila mmoja unakuta anaondoka na wale wa kwake. Sasa kwa hiyo yeye anasema kondoo wake wanamjua, wanajua sauti yake na wanamfuata. Kwa hiyo kipiga mbuzi wanaunani. Kwa hiyo nachukua mfano huo. Sasa yeye ndiye mchungaji wetu mwema. Yeye anatujua na sisi tunapaswa kuisikiliza sauti yake na kuifuata. Usipoifuata hiyo sauti yake utaangamia. Yeye alitoa uhai wake kwa ajili yetu, na mchungaji mwema tunaambia kwamba yule ambaye yupo tayari kutoa uhai wake kwa ajili ya kondoo wake. Sio mchungaji ambaye akiona adui anakimbia na wacha kondoo. Ameona mbwa mwitu anakuja huko anakimbia, kondoo anashambuliwa. Yule mchungaji mwema atapambana na huyu mnyama ambaye amekuja ili kondoo asidhurike. Kwa hiyo Kristo ndiye mchungaji mwema, anawalinda kondoo wake na anawapatia malisho ambayo ni safi. Ndugu zangu, na amesema pia kuna
wako wachungaji wengine, na mchungaji ambaye atakuwa anaruka kwenye fence huko anaingia, huyo sio nani, huyo ni mnyang'anyi, huyo ni mwizi, ni mwizi huyo, kwa sababu yule mchungaji ana lango lake, anasimama pale na kondoo wanapita, au wanaingia au wanatoka. Sasa wanaodandia kwa kupita kwenye fence, hao hawafai, hao ni wezi. Ndugu zangu, kipindi hiki tunaona wezi wengi, wanyang'anyi wengi ambao wanafanya nini, ambao wanaruka kuta, wanaingia katika kundi. Ndio wale ambao tunawasema wanaohubiri nini, injili za mafanikio. Wapo wengi tu wanahubiri injili za mafanikio, na mtu ambaye tayari alikuwa katika lile nini, alikuwa katika ile zizi safi na mchini ya mchungaji mwema, sasa anaondoka huko, anaenda huko, anamfuata huyu mnyang'anyi, anamtafuta huyu mwizi, anamfuata huyu mwizi. Hii ni hatari. Wangapi tu ambao tunaowaona si kama ya leo, baada ya ibada, mtu anakuta mtu baada ya ibada kama hii hapa, akitoka akimaliza ibada hapa, huyo anaenda siku kwa mchungaji nani huko, watu tu tunawaona baada ya hapo nani. Sasa lazima kuwa makini, kwa sababu hao tumeambiwa kwamba hao ni wezi, hao ni wanyang'anyi, na utafaidi chochote, mwisho wake unakuja kuangamia tu. Na pia nashangaza kwa nini watu wanakuwa rahisi kuamini kwa urahisi namna ile. Mtu anajiamkia tu, wewe unamfuata, unajiamkia tu unafuata, hapo watu wanadanganywa. Kuna mahali fulani wale huko leo kuona clip, watu wamekusanyika, mamia maelfu ya watu, na mtu anasema haya, chukua simu yako, washa simu yako, simu yako ulionayo washa, haya wewe nani, peperusha juu, pesa ingia, pesa ingia, pesa ingia. Jamani, unakuta na mtu amemaliza chuo kikuu, amechukua simu yake, pesa ingia, na anasema pesa ingia, pesa ingia, pesa ingia. Hivi unabaki unashangaa, hivyo watu wa Afrika akili zetu tunazipeleka wapi? Sijui kwa nini mtu anakuwa rahisi kuamini kwa namna hiyo. Wengine tunaambia kwamba funga macho, kundi la watu maelfu amewambia funga macho. Haya, funga macho, alafu baadaye anza kuendesha gari hivi, utapata gari. Unaona macho, watu wote wanafunga macho, unashangaa hivi watu tunapeleka wapi akili zetu? Tunapeleka wapi akili zetu? Watu wanadanganywa kwa urahisi tu. Leo nasema kwamba wanaohubiri injili ya mafanikio wanadanganya watu, na kimsingi wanajifaidisha wao wenyewe. Kimsingi wanajifaidisha wao wenyewe. Kutokea huko nyuma pia watu unakuja wanaenda kwa mhubiri huko, mnaambiwa kwamba Mungu atafanya nini, saa yake nzuri, si kitu gani, anaacha pale, anaondoka, anarudi nyumbani. Ile yani kuna kulogwa kwa hali juu. Sehemu fulani mchungaji amesimama kwenye pipa, pipa lenye maji, amesimama humu ndani, haya anafanya nini? Anachota, kuna maji mle, ana kikombe, alafu kama watu mnavyokuja kuna nini, mnavyokuja labda kukomunika, tunapokuja kukomunika, watu wanakuja mbele ya hilo pipa, ambapo ndani kasimama huyu mchungaji, huyu mhubiri, alafu anachota maji na kikombe, alafu watu wanakunywa. Jamani, ukiangalia watu nasema kwamba hivi wote hao ni wenda wazimu au ni kitu gani? Wengine wamewahi kulishwa jiki, kwa ni wapi, si Malawi, si Afrika Kusini, jiki. Eti kwa kunywa jiki ile mapepo yatatoka.
jiki, kwa kunywa jiki mapepo unajiuliza, hivi akili za watu zimekwenda wapi? Akili za watu zimekwenda wapi? Kwa nini watu wanakuwa rahisi hivyo, wanakuwa rahisi kuwasikiliza watu? Anaweza katokea mtu wa kawaida tu, sasa hivi mtu wa kawaida, hata mtu wa bodaboda akaamua kuacha bodaboda hapo, anasii labda wazazi wana kieneo, akaamua kuchukua fito hapo, akasimika fito hivi na kadhalika, akachukua masima tambara akazungushia kile, akaanza kusema haleluya haleluya, anaanza kurukaruka pale. Utaona watu wanaanza kwenda pale, watu wanaenda kwenda pale ipo. Kwa hiyo unajiuliza, hivi akili zetu tunazipeleka wapi? Ndugu zangu waamini, tunazipeleka wapi akili zetu? Yaani kudanganyika kwa urahisi. Ndio nasema kwamba kuna wachungaji wengine ambao kwa kweli hawa ni matapeli. Kwa nini unatoka kwenye ile kundi ambalo unapata mafundisho sahihi, unakwenda huko ambako kupati mafundisho sahihi? Kwa nini? Kristo ndiye mchungaji mwema, tumsikilize, tumfuate, na tutatembea katika njia ambayo ni salama. Tusikubali kufuata wanyang'anyi, majambazi ambao mwishoni wanakuvuruga na unachanganyikiwa, alafu hata mwishoni unaogopa kurudi kwenye kanisa lako la mwanzoni, na hapo ndio moja kwa moja kuangamia. Ndugu zangu, leo ni Dominika ya kuombea miito. Tunaambiwa tuombee miito ya upadri na miito ya utawa. Baba Mtakatifu ametoa ujumbe katika Dominika hii ya leo ambao unasema utambuzi wa ndani wa zawadi ya Mungu. Utambuzi wa ndani wa zawadi ya Mungu ndio njia sahihi. Kwa hiyo kila mtu, Mwenyezi Mungu amefanya nini? Mwenyezi Mungu ndani mwake ameotesha aina fulani ya wito kwenda kwenye upadri, kwenye utawa au ndoa. Kila mtu. Na Baba Mtakatifu akasema kwamba jamii isaidie watu pia kukuza miito. Unapoona mtu ana mwelekeo huu, unamsaidia. Sasa katika familia zetu unamwona kavulana kadogo, kila wakati kanafanya nini? Kila wakati kanapenda kwenda kanisani, si kanatumikia. Katoto tu kadogo kanataka kutumikia. Na kuna mwingine ambaye wala hataki. Sasa unaona, kwa nini anapenda kutumikia huyu? Kuna kitu ambacho unamvuta. Au binti, unaona binti kadogo, mara nyingi kanakwenda kwa masista, kila wakati kanakwenda kwa masista, kanaenda kukaa huko. Na hata wakati mwingine kanachukua hata kitambaa kanajifunga kichwani hivi, kanataka kujiona kama kwamba ni sister mdogo. Chukua kitambaa hicho anajika na. Sasa Baba Mtakatifu anatuambia kwamba tusaidie kukuza miito. Katika familia yako ukiona katoto kanafanya nini? Mara nyingi kanakimbia tu kanisani, kavulana kaambia kanisani, kanakwenda kutumikia. Unajua kwamba huyu Mwenyezi Mungu amemwita katika wito wa nini, kwenda kwenye upadri. Kwa hiyo mzazi msaidie. Unaweza kukuta vitoto vingine vidogo, labda cha kiume na cha kike, mara nyingi viko pamoja, lakini wanaenda pamoja, familia tofauti. Cha kiume na kike, na wakati mwingine tunakumbatiana hivi na nini. Unajua hivi hawa wameitwa katika maisha ya nini? Katika maisha ya ndoa. Kwa hiyo utawasaidia, wala usiwalazimisha waende kwenye maisha ya upadre, watawashinda. Hawa kwenye upadre utawa itawashinda, kwa sababu tangu utoto huko tumeshaanza kukumbatiana na kadhalika. Unajua hawa ngoja niwasaidie waende. Mzazi anasema kwamba huyu ataenda kwenye upadre, atakwenda maisha ya nani, ya ndoa. Naona kwa hivyo namna hiyo. Sasa haka ambao unaona kanapenda mara nyingi, au hao ambao wanapenda mara nyingi wanafanya nini?
wanakumbatia na kadhalika, wala usimwambie aende kwenye upadre, atapata tabu sana huyo, sababu sio wito wake. Na Baba Mtakatifu amesema kwamba kweli wito huko ndani, na wala haufanyi nini, haulazimishwi mtu, hapana. Kwa hiyo mito ipo ndani, ipo ndani ya mtu na inakuwa na inapaswa kufanya, inapaswa tusaidiane kwenye hiyo mito. Kwa hiyo inajitokeza wenyewe, utajua kwamba umeelekezwa wapi, yuko wazi. Utajua kwamba wewe, mimi naenda kwenye upadri, kwenye utawa, mimi ni maisha ya ndoa na kadhalika. Kwa hivyo vitanani vinakuja automatically tu, kama ilivyo kwamba huwezi kuona mvulana anachukua kitu kama kopo anapika chakula, huwezi kuona chakula cha nani cha udongo, huwezi kuona. Ule utaona nini? Utaona kabinti ndio kanachukua udongo kanapika. Au huwezi kuona binti anajenga nyumba ya matope, haiwezekani. Utaona kavulana ndio kanajenga nyumba ya matope. Naona. Kwa hiyo kuna vitu vingine ambavyo viko automatic, viko ndani mwetu, na hivyo lazima visaidiwe, mtu akue katika hiyo. Kwa hiyo tuwasaidie watoto wetu, ndugu wapendwa wazazi, tuwasaidie watoto wetu wakue katika mito yao. Ukimwona katoto kanaelekea huko kwenye upadri, msaidie. Kanaelekea kwenye mara nyingi kanakimbia kwa watawa, msaidie ande kwa mtawa. Nakumbuka nilikuwa mtoto, miaka mingapi, nilikuwa darasa la pili, darasa la tatu, sikumbuki. Nilikuwa na wadogo zangu watatu huko, nilikuwa nachukua ndizi iliyoiva na katakata vipande hivi. Alafu kulikuwa na nyumbani kulikuwa na mti wa limao, hapa kulikuwa na, kwa bahati mbaya kulikuwa na mchungwa. Nachukua limao ile na kamua naweka kwenye kikombe. Sasa nawaita na wadogo zangu wale, nakaa pamoja nawaita, alafu vile vipande vya ndizi ile nimekatakata vipande hivi kama hostia. Alafu kuna hii juisi ya limao. Hii hapa. Basi na misa na kitu kama misa pale, tunaanza kualisha mwili wa Kristo. Unaona? Hao ndugu zangu wakati huo. Kama mtoto kabisa, shule darasa 3, shule ngapi sikumbuki vizuri. Sasa ukiona mtoto wako anafanya namna hiyo, basi msaidia aelekee kwenye maisha hayo. Usimwambie aende kwenye ndoa. Sio maisha ya ndoa, sio kwake. Ameshaanza kuonyesha dalili za namna hiyo, msaidie. Hai ndugu zangu, Baba Mtakatifu anatusihi sana ile mbegu ya mtu ambaye imo ndani ya watoto, tuwasaidie kuikuza ili waelekee kule ambako walipoitwa. Na mwisho pia tusaidie wale ambao tayari wameshatambua maisha yao, wako wa seminari, wako ambao kwenye nyumba za malezi, labda kwenda kwenye utawa. Tunaalikwa kuwasaidia kadiri inavyowezekana. Na kwa Dar es Salaam tuna waseminari wengi na gharama za kuwasomesha nyingi. Hakuna muumini aliyenyimwa akasema kwamba ngoja niende kwa askofu, nimwambia askofu kwa mwaka huu na kusaidia kusomesha frateri mmoja. Hakuna naye kunyima. Hakuna atakaye kunyima. Tena na askofu atafurahi sana kwamba kuna muumini amesema kwamba kwa mwaka huu atamsomesha frateri mmoja au wawili, au hakuna naye kunyima. Tunalipwa tusaidie malezi ili kusudi mito iweze kukua vizuri, watu waje kutusaidia. Sasa tusiposaidia mito walioitwa wawe mapadi, nani atakayefanya nini? Atakayefundisha ndoa ya watoto wako ni nani? Atakayekuzika nani? Atakayekupaka mafuta wakati umeugua ukiwa mzee nani? Si mapadi. Kwa hiyo tujitoe pia inavyowezekana kusaidia mito waliko kwenye malezi, waendelee vizuri na malezi. Imekuwa ni gharama sana. Kwa hiyo ndugu zangu waamini wa hapa Goba, kama unaweza kusaidia hata mmoja, nenda tu kwa askofu, mwambie askofu nasaidia mmoja au wawili, na utabarikiwa, hakuna shida. Basi tuombe Mungu katika ibada ya misa tuweze kuwa kweli wafuasi wa Kristo, tuweze kuwa chini ya mchungaji wetu huyu mmoja, Yesu Kristo. Tusiwe rahisi kuwakumbatia wachungaji wengine, tubakie kwenye njia ambayo ni sahihi.
baki kwenye njia ambayo ni sahihi, usiende kwenye njia ambayo sio sahihi. Karibuni niliona pia klipu, mtu tu amejitokea, sio amepata wapi kitu kama hostia hivi, alafu na sijui na device zinauzwa kila mahali, alafu watu wengi wanakuja wanakuja wanakomunika, sijui taita kukomunika, hata neno lenyewe kukomunika hata ni kama alistahili, yani huwezi kulitumia katika muktadha huo. Mtu akaja tu ametokea huko tu anaanza kuhubiri haya watu wanakuja, watu wanapokea hivi kitu ambacho kinaonekana hicho ambacho hostia na hii ambayo hii divai kwao wanasahihisha kwamba mwili wa Yesu na hii damu ya Yesu. Haya mamlaka amepata watu, alafu na ule mtu na akili zako unamfuata ule unaenda kupokea vitu vya namna hiyo. Jamani, tubakie kwenye njia ambayo ni sahihi. Tumsifu Yesu Kristo. Na sadiki